Sana, karibuni sana. Ninayezungumza nanyi naitwa Dr. Chenza. Sasa zingatieni mute microphone yako ili isilete mushkeli tunapokuwa tumeanza training yetu ya leo. Training yetu ya leo tutajifunza kuhusu qualities of leader. Kama mnavyojua kwenye biashara ya mtandao au sehemu yoyote ambapo panakuwa pana involve watu au teamwork, huwezi kufanikiwa kama huwezi kuwa kiongozi. Na unapojua uongozi ni kitu muhimu sana, na maana unaona kuna watu wanaotafuta uongozi, na uongozi unaotafutwa kuna aina nyingi za uongozi. Lakini according to John Maxwell katika vitabu vya uongozi, ukisoma amezungumzia uongozi wa aina tano. Hizo ni five levels of leadership. Amezungumzia liko tano. Kwa hiyo ni vizuri pia unapotaka kufanikiwa kwenye hii biashara uweze kuwa ni mtu ambaye unajituma kwenye kutafuta taarifa na kuzisoma. Kwa mfano kitabu cha Five Levels of Leadership ni kitabu kizuri sana kwa networker yote, mtu anayefanya biashara, kwa sababu biashara yetu ina involve watu, na watu wanaokuwa involved kwenye hii biashara ni watu ambao huwaleti kama wafanyakazi wako au huwaleti kama watu wanaokufanyia kazi kwamba unawalipa mshahara. Hapana, unawaleta watu katika timu, na katika timu unanufaika, unapata nafasi ya kunufaika na timu, lakini inahitaji uwe na qualities za uongozi. Otherwise, kama huna qualities za uongozi mafanikio kwako yatakuwa magumu sana, kwa sababu hutofanikiwa, kwa sababu timu yako utakuta imeanza alafu imepotea yote, na huwezi ukaenda peke yako kwenye biashara ya mtandao. Ili uweze kufanikiwa lazima uwe ni kiongozi. Sasa bwana John Maxwell ameelezea uongozi katika level tano. Level ya kwanza amezungumzia uongozi katika swala zima la position. Anasema hapa ni pale ambapo watu wanaamua kukufollow kwa sababu they have to. Yani wewe ni kiongozi kwa sababu ni kiongozi, yani there is no way. Sasa hii huwa inakuja, viongozi wa nchi mara nyingi ni viongozi by position. Ni kiongozi kwa sababu amechaguliwa. Leo huwezi ukabagaini kuhusu mkuu wa wilaya, na ndio maana anaweza akaja, humpendi na huna chochote na hakuinfluence na hujisikii na hana cha kukufanya, na akikufanya kitu ni kwa sababu tu ametumia power alionayo, lakini sio uongozi hasa katika swala zima la uongozi unavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo level ya kwanza ni level ya uongozi. Unaweza ukawa kiongozi tu kwa sababu pointi zako zimekufikisha pale, una pointi 12,000 lakini kimsingi wewe sio kiongozi. Maana yake bado kuna changamoto nyingi za uongozi unakuwa huna. Kwa hiyo kuna aina nyingi za uongozi. Aina ya pili ya uongozi, level ya pili tunasema ni permission. Hii ina deal sana na relationship. Hapa tunasema people they follow you because they want to. Yani hapa unapata nafasi, watu wamekufuata wewe kama kiongozi uweze kuwaongoza. Na ndio maana leo kuna kiongozi ambaye anaongoza na kuna kiongozi ambaye yuko kwenye mioyo ya watu. Hivyo ni vitu viwili. Kuna mtu anamkubali kwamba mimi namkubali fulani awe kiongozi wangu, na atakapokubali kwamba yule awe kiongozi wake, anaweza akazungumza jambo, yule mtu akamsikiliza, na wewe uliopo kwenye position usisikilizwe. Kwa hiyo uongozi uko hivyo. Kwa hiyo hapa watu wanakufuata kwa sababu ya relationship. Inategemeana umetengeneza mahusiano gani wewe na wale watu. Kama umewekwa ajiliwa au umewekwa kufanya kazi kazini, unagundua kwamba kuna mtu ofisini ana influence kuliko boss. Boss anaweza kawa ni kiongozi kwa sababu yeye ni mkubwa pale, lakini hana influence, hana ushawishi. Lakini yupo kiongozi mwingine ana ushawishi na hana position. Akiongea jambo yeye kila mtu anamsikiliza, akiongea jambo yeye kila mtu analifanya. Kwa hiyo ni quality kwenye uongozi, tunasema kwenye level ya pili, permission level. Level ya tatu ni production. Hapa ni pale ambapo mtu anakuwa na matokeo, watu wanakufuata kwa sababu ya kile ambacho umekifanya kwenye organization. Yani kuna matokeo ambayo umeyatengeneza na matokeo yameleta results. Kwa hiyo kwa sababu ya yale matokeo ambayo umeyaleta, watu wanaamua kufollow na wanaamua kusikiliza. Kwa hiyo hapa unapimwa kwa matokeo ambayo umeyatengeneza. Aina ya nne ni people's development, reproduction. Hapa people they follow you because they want to have done for them personally. Yani watu wanakufollow kwa sababu ya vile ambavyo umewafanyia kwenye maisha yako, kwenye maisha yao. Kuna viongozi leo wanawa influence watu wengine kwa sababu ya vile ambavyo wamewafanyia. Mfano, assume kuna mtu umemkuta katika situation ambayo ilikuwa ni worse.
umemsaidia, umekuwa naye, umemjenga, umemfanya amekuwa mtu bora zaidi kuliko yule alivyokuwa mara ya kwanza, alafu amekuwa mkubwa kwa sababu ulimfanyia akawa vile. Hii ndo inafika mahali kwenye siku kazini unashangaa mtu mmoja amefukuzwa kazi na unasema kama anafukuzwa huyu na mimi bora niache hii kazi. Siwezi kukaa kwenye hii ofisi kama huyu mtu anaondoka. Kwa sababu gani? Yule mtu ukiangalia kuna jambo alishalifanya kwa ajili yako, unakuwa loyal kwake. Kwa hiyo viongozi inakuwa ni people development. Alafu level ya mwisho ya uongozi inaitwa pinnacle level. Hii ni level of respect. Unakuwa na hii level pale ambapo unakuwa you are not present, unakuwa haupo. Mfano leo tunamzungumzia kiongozi kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa kile alichokifanya ame ile pinnacle level ambayo imekuwa ni respect, ambayo even if mpaka leo hayupo, lakini still mpaka sasa hivi bado anakumbukwa kwa vile ambavyo alivifanya. Unamgundua kwamba kuna mtu kama Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, sijui eh, viongozi wengi ambao walishaifanya vitu kama huyo alikuwa Martin Luther, unamkumbuka kwa sababu ya kile ambacho alishawahi kufanya. Kwa hiyo hii inaitwa pinnacle level. Kwa hiyo binadamu yote anapoishi, hii anaijenga taratibu taratibu, unakuwa unaijenga pale unapoishi, na hii inakuja kuonekana the time you are not present. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni levels ya uongozi. Sasa leo tutaangalia qualities of leader. Ni muhimu sana kuzijua hizi kwa sababu yoyote aliyepo hapa kwenye biashara unageuka kuwa kiongozi. Unapokuwa umejiunga kwenye network marketing, wewe ni kiongozi. Unapopata mtu wa kwanza kwenye biashara yako ya network marketing, pale unapopata mtu wako wa kwanza kwamba nimemjoinisha huyu mtu pap, tayari unabadilika kuwa kiongozi. Yule mtu anakusikiliza, anakufuata na anakuamini. Any mistake unayofanya anajifunza kutokana na kile unachokifanya. Kosa unalolifanya anajifunza, anakuangalia unachokifanya, anajifunza. Kwa hiyo ni muhimu sana, kwa sababu jinsi ulivyo ndivyo utakavyo affect timu yako iweje. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa kiongozi ambaye unajua uongozi ni nini. Ndio maana katika early stage ya hiki ninafundisha uongozi ili ujue qualities za kuwa kiongozi, ili kuna baadhi ya mambo hata kama ulikuwa unataka kukosea uya avoid. Sasa hapa tutaangalia mambo kadhaa kwenye swala zima la uongozi, lakini jambo la kwanza tutaangalia nini maana ya uongozi. What is leadership? Leadership is the art of motivating, influencing a group of people toward to act toward achieving a common goal. Kwa hiyo uongozi ni art, ni sanaa ya kuweza kumotivate watu au kuwa influence kundi la watu waweze kufanya jambo fulani, kuweza kuachieve common goal, ambayo lengo hilo lilikuwa ni lengo la timu nzima. Kwa hiyo huo ni uongozi. Lakini katika business tunasema hii ni kuwafanya wafanyakazi au colleagues waweze kufanya katika direction fulani ili kuweza kumeet company target ambayo inatakiwa. Sasa hapa tunapozungumza kampuni, hatuzungumzi BF Suma, tunakuzungumza wewe as a company. BF Suma ni kampuni mama ambayo imekupatia nafasi kila mmoja kufungua kampuni yake. Kwa kampuni yako wewe ni timu ulionayo. Unapotengeneza timu yako, watu ulionao kwenye biashara yako ambao wana affect mauzo kwenye system yako, ile ndo kampuni yako. Kwa hiyo kampuni yako inafanyaje kazi, inakwendaje, inakuwa inafanya vitu gani, inategemeana na wewe unafanya jambo gani kwenye hiyo, ili iweze kuaffect hicho ambacho kinatokea. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuelewa hilo jambo. Sasa kuna some function of leadership ambavyo ni vitu muhimu sana ambavyo mtu anatakiwa avijue. Kiongozi lazima ajue, yani uongozi ni kucommunicate, kujua namna ya kucommunicate vizuri, namna unavyoongea na watu wako. Watu wengi wanafanya biashara wana give up mapema. How you communicate with them. Unafika mtu amekuita hajahudhuria kwenye meeting, umeshamtukana. Wewe msenge, mimi nimetuma mail link hujaingia, shamtukana. Tayari hujui namna ya kucommunicate. I'm sorry kwa jina ambalo nimelitumia, lakini niko darasani. How you influence. Ku influence ni pamoja na kuwaonyesha watu njia namna gani unatakiwa ufanye kitu fulani, alafu matokeo utakayopata ni yapi. Kumenta mtu. Kwa hivi vitu vyote ni muhimu sana. Lakini pia una mentor through responsibilities. Watu waweze kufanya responsibility. Kwa hiyo kama kiongozi, wewe jinsi ulivyo ndivyo itakavyo affect timu yako kuwa. Motivation, kumotivate timu yako. Sometimes timu yako inataka ku give up, how you motivate them. It's very important kufanya mtu aweze kufikia sehemu fulani.
lakini pia support. Are you there to support others? Kwa sababu hakuna mtu anayekuja siku ya kwanza na anakuwa na uwezo, hapana. Lakini kuna mtu anakuja siku ya kwanza hana uwezo, ila inategemeana na wewe namna unavyo msupport. Anahitaji msaada, hajui product. Je, upo pale kumpa msaada? Sio anakuja anakwambia nimesema msome, zipo material huko, nyinyi mnanisumbua tu hapa, sitaki ujinga mimi, nyinyi mnakuwa vipi? Unatoi support kwa timu yako. Lakini kingine ni katika vision. Je, vision ni nini? At the end of the day, huyu mtu unataka awe fike wapi? Teamwork, tunafanyaje kazi kama team kwa pamoja ili tuweze kufanya kazi vizuri. Lakini pia management, tuna manage vipi activity zetu toward success na malengo ambayo tumejiwekea. Contribution, mchango wa kila mmoja mmoja kwenye timu unatambulika. Decision, katika kufanya maamuzi. Je, mnafanyaje maamuzi? Kwa kiongozi ndo anayeongoza vyote hivi. Lakini katika ethics, katika namna ya integrity, uaminifu, uadilifu. Sio downliners wako wanakutumia, bwana mimi nataka nimsajili mtu wangu, unachukua namba za simu unajiwekea wewe kuwa sponsor, wakati ulitakiwa umweke yule mtu ambaye amemtafuta yule mtu. Kwa hiyo kama kiongozi unakuwa umefeli kwa sababu umepoteza ile tunasema umepoteza ethics, unakuwa huna integrity. Kwa vyote hivi ni vitu ambavyo vinaangaliwa kwenye uongozi. Sasa hawa ni baadhi ya viongozi wa BF Suma Afrika. Huyu mama unayemwona hapa ameshika microphone, nitashare na nyinyi video yake. Ni anaitwa Dr. Susan Onyancha. Huyu ndo top leader wa kampuni ya BF Suma Afrika. Huyu mama ni mama ambaye ndo vision bearer wa kampuni ya BF Suma. Huyu mama ameianza biashara hii mwaka 2010, kipindi kampuni inafanya nini, inaanzishwa. Huyu mama amekuwa mchango mkubwa sana kwenye ukuaji wangu mimi binafsi, kwa sababu ni kiongozi ambaye nilipokuwa mdogo sana kwenye biashara alitambua vision niliyokuwa nayo. Nakumbuka alinilipia nauli niende Kenya, Mombasa, nikaenda kuona maisha, nikaona gari anayotembelea, nikajifunza kitu fulani, na mpaka leo huyu mama ananimotivate. Kwa wale ambao mmefuatia account yangu ya Instagram, wiki kama ngapi hivi nilikuwa nafanya fujo sana Kenya huko na G-Wagon fulani hivi nyeusi, ilikuwa ni gari ya huyu mama. Kwa hiyo ni vision bearer ambaye kwa kweli mimi namheshimu sana, ninampenda sana, kwa sababu ninaamini nisingefika hapa pasipo huyu mama, kwa sababu alinionyesha. Unajua, kwenye maisha tunayoishi, tunaishi kwenye maisha ambayo kila mmoja ana historia yake kule alikozaliwa. Mimi nimezaliwa kwenye familia ya maisha fulani ya kawaida sana, ambao wakati fulani kuna vitu vingi ambavyo hatuvioni, kuna experience nyingi ambazo hatuna. Kwa hiyo huyu mama aliponichukua kunipeleka Kenya, ndipo nikaona experience ya maisha tofauti. Ndio kwa mara ya kwanza mimi naenda kuishi gorofani. Nakumbuka it's very funny, lakini it was 2015. Amenichukua amenipeleka Kenya kwenye nyumba yake moja ambayo alikuwa na apartment moja iko Kizingo, Mombasa. Nikaenda nikakaa pale, atmosphere yangu ikabadilika. Ndio kwa mara ya kwanza naona swimming pool ipo gorofani. Yani nikapanic kabisa kwamba hivi kuna swimming pool ipo gorofani, haya maisha yanawezekana vipi? Kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa ni mshamba navyo, huyu mama akaanza kunitoa yale matongotongo. Kwa hiyo akanisababisha nikapata new vision, nikapata mtazamo mpya, nikaanza kujiamini, kujiona kwamba kumbe kwenye haya maisha ninaweza nikabadilika kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo huyu mama ni mtu ambaye alinibadilisha sana na kunifanya niwe hivyo. Kwa hiyo ni kiongozi wetu wote, hata nyinyi pia ni kiongozi wenu ambaye yuko hapa Afrika. Alafu kuna mimi hapo, kama unavyoniona mimi, achana mimi ni mweu mmoja tu ambaye ndo kiongozi wenu naongoza hapa. Lakini kuna yule jamaa aliyekaa next to mimi anaitwa Dr. Paddy Mutumba. Huyu jamaa pia naye amekuwa ana mchango mkubwa sana kwenye growth yangu kwenye biashara. Huyu bwana, mimi kipindi naanza biashara 2015, yeye ndo alikuwa anapokea Range Rover Vogue kwenye kampuni, anapokea Range Rover Vogue. A young boy ninapomuona hivi, kumbe kijana mdogo amepokea Range Rover Vogue BF Soma. Hivi inawezekana vipi? Akawa anani inspire, anani motivate. Though siwezi kukutana naye, yuko mbali, yuko Uganda, mimi niko Tanzania, mimi mdogo kwenye biashara, lakini alikuwa ananipatia sababu ya mimi kupambana. Nikipita kwenye status zake kwenye kipindi hicho wana post kwenye magroup, nikikutana na picha zake Facebook, ninakuwa motivated, ninachukua picha zake za magari zile, na mimi nabandika ukutani kwenye geto langu. Kipindi hicho naishi Ubungo pale, nabandika kwenye geto langu, nakuwa namwangalia, nakuwa inspired, nasema siku moja nataka niwe kama jamaa na mimi nipate Range Rover. Kwa hiyo ilikuwa ni desire ambayo kwa kweli 2015 alikuwa nayo, mimi 2020 nikapata na mimi Range Rover. Kwa hiyo utaona kwamba it's a reason why people wana succeed. Lakini ukija hapa
Kulia huyu mzee mwingine ambaye amevaa suti ya blue, huyu anaitwa Mr. BK, ni marehemu sasa hivi, amefariki mwaka huu, miezi kama mitatu imepita. Ni mzee ambaye amefanya biashara hii kwa spidi sana. Yeye aliingia late 2020 kipindi cha COVID, lakini within 40 days alimaliza compensation plan ya BF Suma na akawa top leader anayepokea pesa nyingi. Mpaka sasa hivi amefariki, lakini anashika namba tatu kwa watu wanaopokea pesa nyingi kwenye mpango malipo wa BF Suma Afrika. Kwa hiyo anaitwa Mr. BK, amefariki, lakini still biashara yake ipo. Familia imerithishwa biashara kwamba yeye hayupo leo, lakini familia inapokea benefits, ina earn everything, na mwaka huu ameshinda nyumba. Kwa hiyo familia imepewa nyumba ambayo huyu bwana ameshinda, though hayupo kimwili, lakini still benefit zake zipo, na hiyo ni moja kati ya advantage ya kampuni ya BF Suma. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuexplain kuhusu leaders jinsi ilivyo. Sasa kuna tofauti kubwa kati ya kiongozi pamoja na manager. Kuna tofauti kubwa, kuna tofauti kwenye focus, kuna tofauti kwenye priority, kuna tofauti kwenye team, na kuna tofauti kwenye ethics. Ukija kumwangalia kiongozi ambaye ni manager, utagundua kwamba wao ni transactional sana, wamekaa hivyo. Yeye anataka meetings, objection and delegating tasks. Sio wafanyaji kazi wao, ila wana delegate kwa watu wengine kwamba make sure things should be done. Hakikisha hiki umekifanya, hakikisha hiki umekifanya, hakikisha hiki umekifanya, hakikisha hiki umekifanya, na usipofanya lazima awe mkali. Hakuna, haiwezekani, mimi siwezi kupatia kazi, wewe unazingua. Ndo unakuta ile samani bosi, naomba nisamee. Wengi wako hivyo, walioajiriwa, nafikiri mnaweza mkanielewa. Lakini ukija kwa kiongozi ni tofauti. Kiongozi siku zote wanakuwa ni transformation, ambao wao wanadeal na kudevelop vision and a way forward. Yani kiongozi hawezi kukuambia tu kwamba fanya kitu fulani kifanyike. Kuna changamoto gani ambayo unapitia? Aha, anatafuta solution, njia ili kufanya jambo lile. Na ndio maana kwa mfano kama juzi nilipoangalia changamoto ya watu wengi hawauzi, nikatafuta solution kumleta Magoti kwenye training ili atufundishe how can you sell ili uweze kupata customers. Ukishindwa maana yake wewe ni mzembe, huposti, huonyeshi, huambii watu, yani ni wewe tu umeamua. Lakini kama kiongozi nimeshafanya sehemu yangu ambayo ni muhimu sana kuifanya ili kila mtu aweze kwenda. Kwa hiyo kuna tofauti kwenye focus kati ya manager na kiongozi. Manager ana deal na kugawa tasks, lakini kiongozi anaonyesha vision na anatafuta njia ya kuhakikisha jambo linafanyika. Katika priority, uh, mameneja wamefocus kwenye kazi, vitu vinatakiwa vifanyike. Anatakiwa tasks, kwenye tasks management. Wewe nimekupatia jambo hili, make sure umemaliza siku ya leo, uniletee ripoti ya kitu fulani. Na wewe nimekupatia hiki, siku ya leo uniletee ripoti ya kitu fulani. Lakini there is a difference between work katika swala zima la nini, la priorities. Lakini kwenye leaders wanaangalia watu, kwa sababu ili kazi ifanyike unawahitaji watu. Kwa hiyo you need to care about you and what you to succeed. Kwa hiyo unaangalia tabia yako pamoja na focus yako. Kwa hiyo utavipatia priority hapo kwa watu, sio kazi. Utawaangalia watu zaidi, kwa sababu watu ndio wanaofanya kazi. Na ndio maana kwenye biashara network marketing hatujengi biashara, ila tunawajenga watu, ambapo watu wanajenga biashara. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinakuwepo katika swala zima la team. Hawa wana subordinates, kwamba lead through authority and task management telling, kwamba unakuta kuna watu wa chini kabisa ambao wenyewe ni kuambiwa na wanatekeleza. Kwa hiyo ukimwambia mtu fanya kazi fulani, na yeye anaenda kumwambia mwingine fanya, na yeye mwingine, mpaka yule wa mwisho kabisa ambaye ni kuruta ndo anatakiwa afanye. Kwa hiyo una lead through authority and task. Lakini kwenye leaders ni followers, watu wanaokufollow. Lead through inspiring, cycle of influence, involve and motivate. Kwa hiyo watu ambao unawa-inspire, ambao unawa-influence, ambao wapo kwenye cycle yako, ambao ni followers, ndo wanafanya mambo yaweze kufanyika katika swala zima la team. Lakini pia ethics. Managers wana do things right, hawanaga kukosea, wanataka vitu vifanyike katika uhalisi, yani umakini. Kwa hiyo hapa wanatumia kanuni na sheria. Hivi kanuni ya kazi inakwambia ufike kazini saa 2 au inakwambia ufike saa ngapi? Wewe unafika saa 3 hapa, lakini kanuni ya kazi inakwambia ufike muda huo. Kwa hiyo unakuta wanatumia sheria ambazo zipo. Lakini kwenye leaders inatakiwa kufanya jambo vizuri. Hapa tuna shape culture, at integrity, break rules if required. Kwa hiyo hapa tunakwenda kwa integrity. Integrity ni uadilifu, kwamba tumeshatengeneza utamaduni wetu kwamba
kila siku 6 kwa wiki, saa 3 kamili tunakuwa darasani. Huo ni utamaduni ambao tayari kila mtu anafuata. Lakini pia tuna shape culture. Kila mtu kila siku tunazidi kuingia kwamba okay, kumbe kila siku saa 3 tunakuwa na darasa, kumbe kila siku saa 3 tunakuwa na darasa. Kwa hiyo ile ni culture tunatengeneza. Lakini pia tunatengeneza integrity, integrity kwenye uaminifu. Na ndio maana kama kiongozi najitahidi sana kuwa makini kwenye swala la muda, kufanya jambo halisi kwa wakati, hata kama hakuna mtu ambaye ananiangalia. Mimi mwenyewe najisimamia kuona nimepromise watu saa 3 na wametenga muda wa saa 3, I must be there. Kwa hiyo there is a different. Na ndio maana ukiangalia picha hapa inaonyesha tofauti between manager na leader. Leader yuko mbele, lakini manager yuko nyuma, yeye ananyosha mkono, jamani, nimesema twende. Lakini kiongozi mna push pamoja. Na ndio maana ukishakuwa kiongozi kuna majukumu ambayo lazima uone aibu usipoyafanya. Yaani mimi kama kiongozi huwa nashindwa kunyanyua mdomo wangu kumwambia mtu wangu wa chini nini anatakiwa afanye kama mimi mwenyewe sijakifanya. Na ndio maana ukiangalia mimi mwenyewe niko front. Mpaka sasa hivi nishauza point karibu almost 400. Niko front. Mpaka sasa hivi nisha sponsor watu 10 kwenye biashara yangu. Lakini siwezi kwenda kumwambia mtu sponsor watu wakati mimi mwenyewe hata mtu mmoja sijamleta kwenye biashara. Hiyo kwangu mimi ni dhambi. Kwa hiyo kama kiongozi lazima nifanye jambo moja. Hiyo ndio uongozi. Sasa ukija kwenye swala zima la vision, ukija kwenye swala zima la vision, a vision leader ni ule uwezo. The ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. Kiongozi hapa anatakiwa awe na ule uwezo wa kuiplani kesho kwa kutumia imagination na busara ambazo anazitumia. Na ndio maana kiongozi, a visionary leader is the person who has a clear idea on how future should look. Leo nakumbuka nilikuwa nazungumza na mtu mmoja ambaye yupo kwenye hii hii timu yetu. Alikuwa anasema ana imagine atakapokuwa akipokea gari. Nikawa na share naye nikamwambia mimi siku ya kwanza napewa gari nililia machozi. Nilishindwa kutoa speech. Katika maisha yangu gari ya milioni karibu 53 napokea pale Mlimani City kwenye ukumbi uliojaa watu zaidi ya 1500, nakabidhiwa funguo kwa mara ya kwanza. Nilishindwa kujizuia, nikakuta nalia, yani mwanaume nimesimama mbele za watu zaidi ya buku, mimi niko natoa machozi. Kwa nini? I feel, yani ni kitu ambacho kwenye maisha sijawahi kupata. Sisi wengine tumezoea kwenye zile familia ambazo hakuna mzazi ashakuja kwenye mahafali yoyote. Yani darasa la 7 unaambiwa siwezi kuja kupata aibu mimi. Mtu mwenyewe wakianza kuita pale, ushangaa unaitwa nani nzima, haujaitwa hata sehemu yoyote. Kwa hiyo sikufanyiwa mahafali mimi darasa la 7. Sikufanyiwa mahafali form 4. Sijafanyiwa mahafali form 6. Kwa sababu form 6 yenyewe nilifanya kama private candidate. Chuo yenyewe ndio kwanza sikumaliza chuo. Kwa hiyo hakuna cha mahafali kwenye maisha yangu. Mahafali pekee ambayo nimekuja kufanya mahafali mimi mwaka 2019, na yenyewe nilivyopewa PhD yangu hii ya heshima nchini Marekani, ndio ilikuwa na yenyewe nilikuwa peke yangu. Hamna ndugu, hamna mjomba wa shangazi, ndio kwa sababu nani unampeleka Marekani ili aje kuhudhuria graduation yako? Nilienda mwenyewe. Kwa hiyo you can understand, kwa kuna feeling ambayo inakuwepo. Kwa hiyo a visionary leader is a person who has clear idea on how the future looks like. They set concrete steps to bring a vision to life, and then they lead them of people in that direction. Na ndio maana kila mmoja aliyemo humu nilishaimuomba, naomba uniandikie ndoto zako nitumie. Kuna watu mmedoji mpaka sasa hivi hamjanitumia dreams zenu. Kuna watu mmeskip hicho kipengele. Kuna watu ndoto zenu mmeandika tu ovyo ovyo, nimewacorrect, hamjazirekebisha. Kwa sababu kama kiongozi mnanipatia kazi, lakini kama kiongozi nataka nitengeneze ili kila mmoja afikie yale malengo ambayo anakuwa nayo. Kwa hiyo hapa, how to set up a vision. Kwanza, malengo yako lazima yawe in a smart way. I think nimeshafundisha hichi kitu kwamba dreams zako lazima ziwe in a smart way, kwamba dreams yako lazima iwe specific, iwe measurable, iwe achievable, iwe realistic na iwe na time bond. Kusema tu kwamba mimi nataka niwe na hela nyingi. Hela nyingi shilingi ngapi? Lazima useme kwamba nahitaji niwe napokea, nahitaji kwenye biashara yangu hii ya network marketing iweze kunipatia shilingi milioni 100 kwa mwezi ifikapo mwaka 2033. Hiyo ni
tayari imeshawekwa nini, na hiyo hela nikiipata itaniwezesha mimi kuweza kuwa na good lifestyle, kumhudumia mama yangu, kumjengea nyumba mama yangu kijijini, kuwa na watoto wangu waende shule nzuri, kuwa na mimi na uhuru wa kifedha ambao unaweza kusababisha nikaishi vizuri, kwa sababu kwa kweli kutengeneza milioni 100 kwa nchi ya Tanzania hii, utaishi vizuri tu. Yani wewe kuishi spending za hapa na pale haziwezi kuwa zinakusumbua. Kwa hiyo lazima dream yako iwe imekaa hivyo. Sasa jambo lingine lazima understand BF Suma company value and objectives. Lazima ujue hivi lengo la BF Suma ni lipi? Lengo la BF Suma ni kuja ku enrich lifestyle of people kwa kutumia supply ya bidhaa zao ambazo ni genuine products, products ambazo zinafanya kazi. Sasa ni ngumu kuelewa products zinafanya kazi kama hujaitumia bidhaa za BF Suma, na kuna watu mpo humu na uhakika hamjaitumia bidhaa yoyote, hata kahawa tu mlipewa hamjazitumia mpaka leo. Lakini ni vizuri sana kutumia hizi bidhaa. Kuwa mtumiaji wa bidhaa, utadiscover vitu vingi. Wanawake wote mliomo humu ndani, make sure you use Femicare. Wanawake wote mliomo humu ndani, make sure unatumia bidhaa inaitwa refined Yunzi Essence. Hizo ni bidhaa muhimu sana kwa mtu yoyote aliyemo humu, kwa sababu ili uregulate period zako, ili ufanye mwili wako uweze kuwa active, ili we mwenyewe uweze kufeel. Kuna wanawake wengi wana stress visilani haviishi, kumbe shida yake ni kwamba tu hormones zimekaa vibaya. Kwa hiyo ukitumia Yunzi inamfanya anakuwa na hormones zimekaa vizuri. Wanaume ni muhimu sana kutumia Zaminoka. Zaminoka ina zinc ambayo ni muhimu sana kwenye swala zima la afya ya uzazi wa mwanaume, na wanaume wengi starehe yao ni sexy na wanakuwa na performance, wana under performance. Ndio maana kwenye maani huko wanatumia sana supu ya pweza, na dawa za nguvu za kiume zinatafutwa mno na wanaume. Wanakunywa sana juisi za tende kwa sababu wanatafuta ile kitu in manhood, wanaitafuta, lakini there is no way inatakiwa utumie Zaminoka, unatakiwa utumie prostate relax, lakini kuwa mnywaji wa X-Power Coffee. Hizi ni bidhaa ambazo unanunua kwa ajili yako wewe mwenyewe, sio lazima ukauze, unatakiwa utumie wewe mwenyewe, kwa sababu ni muhimu pia. Unapopata nafasi, onyesha heshima kama mwanaume pale unapeka show moja nzuri, ili unakuwa unaheshimika vizuri. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenye mambo kama haya, lakini establish your mission statement. Mission statement ni kitu muhimu sana kwenye maisha. Wewe ni nani? Unataka uwaje ili iweje? Ni muhimu sana kuwa na mission statement. Watu wengi leo hawana mission statement, na kwa sababu ya kukosa mission statement huwa hawajui, wanajiendea tu kwenye maisha sababu hawana mission statement. Kuna siku nitawafundisha what is mission statement, lakini leo ngoja ni share na nyinyi ya kwangu. My mission statement is to I inspire and empower people to discover their life purpose, to maximize their potential, and to accomplish their goals through what I write, I'm speaking, leading, and showing good example on how they can live their dreams in a business, but specifically network marketing business. Yani, mission statement yangu mimi ni hii. Kitu changu ambacho mimi najipambanua as Dr. Ibrahim Chenza. Yani mtu yote atakaponiona, iwe ni physically, iwe ni kwenye mtandao, kwenye akaunti yangu popote, cha kwanza anatakiwa awe inspired. Akiwa ni mzembe mzembe atapanic, lakini at the end of the day hata kama ukipanic utakuwa inspired. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, I empower. Simfanye mtu awe inspired afu basi, hapana. Yule anayetaka nitamuempower. Kuempower kwangu kunakuwaje? Kwanza nitamfanya aweze kudefine what is life purpose. Ndio maana hapa huwa naambia watu, unaishi kama kuku au unaishi kama mwanadamu? Mtu asiye na ndoto, huyo ni kuku tu, kwa sababu kuku yeye anaanguka, anatafuta chakula, akimaliza anarudi kulala. Hatujazaliwa ili twende kazini turudi nyumbani, twende kazini turudi nyumbani tusubiri kufa. Hapana, tumeishi ili tuwe na life purpose. Kwa hilo ni jambo muhimu sana, lakini pia ku maximize their potential. Kuna watu wana uwezo ila hawajai kutumia uwezo wao. Sasa mimi I have to discover your potential na ni maximize ili iweze kuleta vitu fulani. Lakini kingine, to accomplish their goals. Kuna watu wengi sana wanaanza lakini hawako tayari kumaliza na hawawezi ku accomplish malengo ambayo wamejiwekea wao. Lakini nafanya hivyo kwa sababu gani? Through writings. Kama umekuwa ni mfuatiliaji wa posti ninazo posti, mimi huwa na posti muda wote. Kuna vitu vyangu ambavyo huwa naviposti, nakuwa nimelenga either ni kuinspire au ni kufundishe au ni kuonyesha njia na kuonyesha kwamba inawezekana. Ndio maana kauli yangu imekuwa kila mmoja anaweza kaishi vizuri akiamua. Kwa hiyo swala ni kuamua na kuamua nini ambacho unataka kwenda ukifanya, lakini pia you need to have a plan. Without a plan you are wasting your time. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana kwenye mission, lakini kwa kufanya nini? Kwa kuspeak,
kukulead kwa hiyo vitu, lakini inaonyesha namna gani ambavyo vitu vyote vinawezekana kwenye network marketing, kwa sababu I believe in this industry, kwamba ni industry ambayo inaweza kumtoa mtu sehemu moja ikampeleka sehemu nyingine. Lakini establish time frames, kuweka vitu katika malengo. Ndio maana mimi mwenyewe nakuwa naweka malengo kwamba mwaka huu, mwaka 2020 tano na 26 ni mwaka ambao lazima ninunue G-Wagon. 2026 27 lazima ninunue Icon A5, hiyo ni ndege ambayo itakuwa inaruka, lazima niwe na ndege yangu. Kwa hiyo naweka time frame, na establish time frame na vipi, lakini na run the vision, lazima niwepo pale ku run the vision, kwamba mtu yote aione vision through me. Kwa hiyo as a leader, hivi ni vitu muhimu sana. Kwa hiyo na wewe kwenye uongozi, unapoongoza watu, ni vitu qualities hizi unazihitaji kwa ajili ya watu wako, ili uweze kuwatoa sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine. In terms of knowledge, uh, knowledge ndo kila kitu. At the fact kwamba information skills require through experience or education, the theoretical or practical understanding of the subject. Kwa hiyo as a leader you need to have facts, information and skills. Hivi ni vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo, lakini pia unatakiwa uwe na experience ili uweze kuwa educate watu theoretically, lakini practical understanding ya kitu ambacho unakizungumzia. Hebu fikiria kama leo ungekuwa unaongea na kiongozi ambaye hajaifanya chochote, ni ngumu. Lakini hapa nazungumza mimi BF Suma nisha achieve magari 6 mpaka sasa hivi as I'm speaking. Nimeshasafiri safari 10, nimeshasafiri nchi 15 kwa sababu ya incentive za BF Suma. Mimi bonus yangu ndogo chache kupokea 2020, yani bonus yangu chache tokea mwaka 2010 2020 ilikuwa ni milioni 50. 2020 ndo nilipokea milioni 50. 2020 as I'm speaking na nyinyi sasa hivi, mimi bonus yangu inasoma milioni 51,134,642. Kwa hiyo utagundua kwamba siongei tu, na unaongea vitu ambavyo nina experience na nina practice. Kwa ni muhimu sana kama kiongozi kuwa na knowledge, ili unapowaongoza watu iwe muhimu. Sasa what kind of knowledge ambazo kiongozi unatakiwa uwe nazo? Take screenshot kwenye hicho kipengele, ni muhimu sana kuwa nayo. Cha kwanza ni industry, lazima uifahamu industry ya network marketing na company background. Hivi ni vitu muhimu sana. Kwa take screenshot ya hicho kitu, na hivi vitu unatakiwa ufanye case study, make sure you understand. Jambo la pili, product knowledge. You need to know about all the products of BF Soma. Unatakiwa uzifahamu product zote, kwa sababu wewe kama kiongozi unakwenda kuongoza watu. Watu unaokwenda kuwaongoza watakuja wakiwa na matamanio kwamba mimi nataka nimeje kwenye bidhaa hizi, zingine sitaki. Lakini wewe sasa ambaye unawaongoza watu, inatakiwa umeje zote, ili kila mmoja uweze kumpatia kulingana na yeye anataka nini. Unatakiwa umaster marketing plan. Usiwe mgeni na marketing plan. Yaani ujue kabisa marketing plan yetu ina kipi na kipi, ina offer nini na nini. Lakini pia unatakiwa ujue customers. Kwa hiyo kama ambaye upo pale, unatakiwa uwe umeshajifunza kuuza. Kiongozi unatakiwa ujifunze kuuza, unatakiwa ufanye hayo yote. Yote, everything you need to practice for yourself, so that unapokuja kumwambia mtu wako wa chini unakuwa na vivid, kwa sababu you know. Mtu kama hujawahi kuuza, hujawahi kufanya nini, utaenda kumwelekeza mtu kuuza. Wewe uza tu, wewe ongea na wateja, wewe ongea tu. Uongee nini? Lazima umpatie content, anatakiwa azungumze vipi. Lakini kingine ni personal development. You need to have people ambao unawafollow, ambao wako kwenye network marketing. Watu gani ambao unawasikiliza, unajifunza kutoka kwao? Watu gani ambao unawaangalia activity wanazofanya, unajifunza nini kutoka kwao? Personal development. Lakini je, ni vitabu gani ambavyo unavisoma? Vitabu gani vipi ambavyo wewe unavisoma kwenye network marketing ambavyo vinakuongoza kwenye biashara yako? Ni vitu gani? Kwa sababu it's very easy mtu kutamani milioni 50 kupokea bonus, lakini hamna effort yote ambayo anaifanya katika personal development, ukuaji binafsi. Kwa hiyo utagundua kwamba hizi ni knowledge muhimu sana ambazo kama kiongozi unatakiwa kuwa nazo. Sasa ways of obtain knowledge. BF Suma website ipo pale, go through BF Suma website. Kuna BF Suma YouTube channel, go through that, elewa vitu vyote. Kuna Instagram pages, kuna WhatsApp groups, kuna Instagram, kuna Facebook, vyote vipo. Lakini kuna shop seminars. Sisi mara nyingi hapa tunatumia online, lakini kuna shop seminars zipo kwenye maduka mbalimbali. Nitaanza kutoa ratiba za maduka ili mtu awe anahudhuria hizo seminar. Kuna shop training, madukani kuna training ambazo zinatolewa. Kuna online monthly trainings zipo, kuna online month staffs training zipo, kuna colleagues zipo.
inakuwepo, unajifunza kutoka kwa viongozi wengine mbalimbali. Kuna viongozi ambao nitashare link zao. Jana nilishare link ya Magoti, leo nitashare viongozi wengine wawili ambao keep following them, jifunze kutoka kwao. Sometimes ukikaa scroll nyuma kwenye video zao, wana training nzuri sana ambazo utajifunza through wao. Kwa hizi ni sehemu ambazo unaweza ukapata nini knowledge. Kwa hiyo kama hiyo unakuta leadership iko hapo kwenye hiyo, ukiingia kwenye page ya BF Suma utazikuta hizo, utakuta hizo Zoom meeting trainings ambazo mimi mwenyewe pia ni source ya hizo. Nikifanya hii hapa nitaenda kuiupload YouTube, itakuwepo. YouTube yangu ina video zaidi ya 300 na wewe pitia yoyote ile, ipo kwa sababu ya kukufunza na zipo kwa sababu ya hii biashara. Kwa hiyo huko ndiko utakakopata material mbalimbali. Sasa kuna interpersonal skills ambazo unatakiwa uwe nazo, ambazo vitu kama hivyo ni pamoja na decision making. Unapokuwa kiongozi lazima unajua kufanya decision making, lakini ujue kufanya solving problems. Siku moja kuna timu yako itakuwa na matatizo, verbal communication, negotiations, lazima ujue listening skills. Kuna watu wengi wanasikiliza kujibu, lakini hawasikilizi kuelewa. Ni muhimu sana non verbal, hizo ni vitu muhimu sana. Lakini pia communication skills, presentation skills, lazima ujifunze ku present, lazima ujifunze ku negotiate. Zote hizo ni skills, lazima ujifunze. Business writing skills, lazima ujifunze. Influencing skills, cross culture communication, win-win conversation, selling skills, teamwork building vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana. Kwa mfano kama hapa nina seti tarehe, sababu timu yangu timu hii naijenga kwa muda wa miezi mitatu, then after miezi mitatu lazima tuwe na get together, lazima tukutane na tutakuwa na t-shirt maalum, t-shirt ambayo itakuwa ni white na jeans itakuwa ni blue. Kila mmoja atavaa jeans anayojua yeye, lakini tutakuwa na t-shirt na tutakuwa na venue ambayo tunatakiwa tukutane wote hapo siku hiyo. Kwa when keep it in mind, one day I will give you the date, nikishaweka mambo sawa, baada ya kujiridhisha na ile namba ambayo naiona kwenye group. So ni muhimu sana kuweza kuwa na vitu kama hivi. Ninajua kuna watu pia mna magrupu yenu huko ambao mmeaunda na kuna watu wenu ambao mmewajoinisha. Please, even if there, contact me, nikujoinishe, nikupatie uadmini, uwaadi watu wao kwenye hii group, kwa sababu ni muhimu pia watu wote tukawa na one center of all the information. Though una group lako, lakini pia huku ni kitu muhimu. Lakini pia kama kiongozi lazima ujifunze eye contact unapozungumza na watu, sound of the tone lazima ujue, dressing sense lazima ujue kwamba okay, unapokutana na watu unatakiwa uvaaje. Unaenda kukutana na watu siku hiyo umevaa jinsi imechanika chanika, mdada amevaa mini fupi, mapaja yako wazi, ameenda kukutana na mbaba wa miaka 50, bila baba ataona kama unamdharau. Hata kuelewa body language, poster yako inakuwaje. Vitu kama hivyo ni vitu muhimu sana vya kujifunza. Kwa hiyo hapa utajikuta kuna kanuni ambayo ipo inaitwa Mehrabian formula, ambayo hii inazungumza kwamba kipi ambacho kina nafasi kubwa pale unapokuwa ukicommunicate na watu. Utagundua maneno yako yana 7% tu, kwa hiyo ndogo mno kuliko mtu ambapo anaweza kafanya akafikiria. Lakini utaangalia kwenye swala zima la tone na sauti yako, inachukua 38%, ambayo which is not big, lakini at least ina make sense in that way. Lakini body language inazungumza 55%. Kwa kumbe mtu anaweza kawa anahangaika na vitu vingine vingi, kumbe body language inaweza ikachukua nafasi kubwa ya mtu kukuelewa yeye amekazana na maneno mengi, kumbe wala vitu vyote hivi wala hata vina maana. Body language ina mata sana katika vitu kama hivyo. Haya, jambo lingine ni kwamba kujua, je, your glass is half, that glass, hiyo glass, je, iko half, iko empty au iko full? Hebu fungueni microphone hapa tushare kwenye hiyo glasi, mnaionaje? Iko nusu au iko full au iko vipi? Hebu fungueni mic hapo, nataka tushare nipate mawazo kwa kila mmoja. Hiyo glasi ikoje? Wewe unaionaje hapo? Nusu. Iko nusu, ehe. Ipo nusu. Mhm. Half full, half full. Half full, ehe. Mwingine? Nusu. Mwingine? Nusu. Mhm. Mwingine? Mi naona iko iko nusu, lakini kimsingi katika muktadha wa aina mbili. Wewe jibu tu swali langu. Yaani, Achana
Achana na muktadha, wewe niambie iko nusu au imejaa au haina kitu? Half full. Half full. Half empty or half full? Half full. Sawa. So the concept hapa ni kwamba kila mmoja yuko sahihi, lakini ni attitude ndio inayodetermine. Attitude ni opinion au feelings ambazo zinatokea ambazo zinaweza zikawa katika jambo fulani, na ndio maana mtu akichora sita hapa, kila mmoja akisimama upande wake atakwambia tisa, mwingine atakwambia sita. Kwa hiyo kila mmoja yuko sahihi, ila inategemeana. Sasa hapa lazima ujue kwamba your attitude ina affect behavior yako, behavior yako ina affect attitude ya, yani kwa mfano attitude yangu mimi ina affect tabia yangu, tabia yangu itawa affect nyinyi, attitude zenu, behavior zenu ita affect. Na ndio maana kama kiongozi nakuwa makini sana kuona kwamba okay, niliweka saa tatu, lazima mimi saa tatu ndo niwe mfano niwepo. Nyinyi sometimes hamuelewi, mnaweza mkaona mimi nafanya presentation, hamjui kwamba niko wapi wakati fulani. Wakati fulani nimepaki gari pembeni ya barabara, niko nimesimama, lazima nifanye presentation. Wakati fulani niko sehemu fulani ambako mazingira hayaniruhusu, lazima nifanye presentation. Kwa hiyo kunakuwa na changamoto nyingi ambazo zinakuwepo, lakini still kama kiongozi wangu, kwa sababu my attitude and my behavior will affect you all no matter what. Kwa hiyo hata wewe kiongozi, tabia yako na attitude yako vinaweza vikaharibu kila kitu kwenye timu yako. Kwa hiyo ni muhimu sana na unatakiwa kuwa makini sana. Kwa hiyo hapa unatakiwa always uwe positive. Kwa hiyo unatakiwa uwe positive namna unavyo handle challenges, you have to be positive. Hapa tunazungumzia unapokuwa mara nyingi kama kiongozi, unapokwenda kwa downlines wako, be positive. Unapokwenda kwa kiongozi wako ambaye ni mimi, wewe njoo kwangu mimi uzungumze negative zote unazozitaka, wewe njoo uzungumze negative na mimi ndazi convert into positive. Lakini unapoenda kwa watu chini, nenda kazungumze positive, kwa sababu that's how business need. So hapa kuna namna ambavyo unaweza ukaimprove interpersonal skills. Unatakiwa uwe appreciate, pay attention, you practice active listening, bring people together, solve conflict, communicate clearly, humor them, empathy, smile always, don't complain. Kwa hivi ni vitu ambavyo unaweza ukafanya hizo ziweze kukaa vizuri. So this was our training for today. Nilikuwa nafundisha namna gani mtu unatakiwa uwe kiongozi. So nikaribishe maswali, kama kuna mtu sehemu hajaelewa aniulize swali, au kuna mtu anatoa shwishwi sehemu